ikawa nuru. Mungu akaiona nuru kuwa ni njema. Mungu akaona nuru ni njema. Mungu akatenga nuru na giza. Mungu akavitenga nuru na giza. Mungu akaiita nuru mchana na giza akaita usiku. Ikawa jioni, ikawa usiku, ikawa asubuhi, siku moja. Mungu akasema, na liwe anga katikati ya maji, likayatenga maji na maji. Mungu akalifanya anga, akayatenga yale maji yaliyo juu ya anga na yale maji yaliyo chini ya anga, ikawa hivyo. Mungu akaliita lile la anga mbingu. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya pili. 9. Mungu akasema, maji yaliyo chini ya mbingu na yakusanyike mahali pamoja, ili pakavu paonekane. Amen. Sikia nikwambie. Mwanzo 1:26 anasema Mungu akamfanya mwanadamu kwa mfano wake. Kwa mfano wa Mungu mwanadamu alifanya nini? Aliumbwa, si ndio? Anasema Mungu akatenga anga na ardhi, si ndio? Akatenga maji yaliyo juu na yaliyo chini. Mungu akaambia maji yafanye nini? Yakusanyike, si ndio? Sikia nikwambie. Kuna mahali unaona hakuna mahali kwa kukanyaga, kuna mahali hakuna kwa kwenda, kuna mahali mlango haupo, kuna mahali hapapitiki, kuna mahali hapendeki. Hakuna hata unapiga. Maisha magumu, hali ni tete, magonjwa hayaniachi, udhaifu hautoki kwangu. Wafika mahali umechoka, lakini sikia nikwambie, kilicho kikubwa ni wewe kurejeshewa ile roho ya Mungu irudi ndani yako kupitia Yesu Kristo katika roho. Wewe umpokee kwa ukweli na uthabiti wa roho yako. Wache uovu, alafu yatende yaliyo mema. Sikiliza nikwambie, haya yote yanawezekana. Kuiambia magonjwa nyamaza, kuiambia mateso nyamaza, kuiambia udhaifu toka kwa watoto wangu acha, juu ya nafsi yangu ondoka, wala usisimame. Una uwezo wa kuanza kunena kwa sababu Yesu Kristo ameshuka juu yako, anaishi ndani yako, nawe unatembea katika kweli ya Kristo. Hakuna baya linalotajwa ndani yako. Hakuna roho ya ushinzi wala uasherati. Hakuna roho ya uongo wala wizi. Hakuna roho ya mapepo mabaya inayokuongoza. Wewe umesimama katika roho ya Mungu. Nataka nikwambie hayo yote yanawezekana. Kuna mtu anaenda kuumba maisha yake kwa kusema tu anaenda kutoboa, kwa kusema tu anaenda kupenya, kwa kusema tu maisha yake yanabadilika, kwa kusema tu maisha yake anaenda kushinda, kwa kusema tu anakomboa familia, kwa kutamka tu anakomboa watoto, kwa kusema tu anakomboa wazazi wake ambao hawakuwahi kusimama wakiwa salama. Inawezekana wakati mwingine wewe unaona labda baba yako ni mlevi wakati wote, lakini kwa kusema kwako na kwa uaminifu wako mbele za Mungu utaenda kusema baba yako anafunguliwa, mama yako anaachiliwa, yale maisha duni yanaondoka. Zile shida zenye nguvu ambazo mlikuwa mnaona haiwezekani zinaenda kuondoka kwa sababu ya mtu mmoja ambaye amemwamini Kristo na anakusudia kutenda mambo makuu akiwa ndani ya Kristo, akiwa chini ya Kristo, anayesema nitanyenyekea hata ingekuwa vipi bado nitasema Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu.